Bana ngoja nikusanue kitu sasa. Fanya hivi, hakikisha kwamba unamjua na unaweza kumwepuka mwanamke ambaye ameshaumizwa sana kwenye mahusiano. Mwanamke ambaye ameshakuwa damaged. Ni mwanamke ambaye ameshaamini kwamba wanaume wote ni mbwa. Hakikisha unaweza kumjua na kumwepuka mapema sana mwanamke wa design hiyo. Kwa nini? Huyu mwanamke atakurudisha nyuma katika kila nyanja ya maisha. Sasa usiondoke, baki hapo hapo. Huyu ni MC Mkali kwenye mic na hii ni The Laboratory. Nikisema mwanamke ambaye ameumizwa na maanisha nini? Na maanisha kwamba mwanamke ambaye alishakuwa na watu huko nyuma, alishakuwa kwenye mahusiano, alafu yakamsibu mambo, yakamzibu viji mambo. Kwa hiyo ikafikia mahali moyo wake kama umeshakufa ganzi hivi, anaona kama upendo, yani ameshashindwa kutafsiri upendo sasa. Haelewi intimacy, hayupo kabisa kwenye ile mambo ya kuconnect. Umeshaona? Huyu ni mwanamke wa kumwepuka kwa sababu atakurudisha nyuma. Ana matatizo makubwa sana ya kisaikolojia ambayo huwezi kuyasolve. Ndio sababu unapaswa kumwepuka. Sasa ni hivi, mwanamke mpaka anafikia hatua hiyo, kuna sababu hizi mbili ambazo zinaweza kumsababisha mwanamke akawa akawa kwenye hili group nalowaita damaged. Kivipi? Sababu ya kwanza ni binti ambaye amekuwa kwenye malezi ambayo sio ya baba yake mzazi alomzaa. Yaani labda mama na baba walishaachana, amelelewa na single mother au amelelewa na baba mlezi. Ni fakti kwamba binti ana copy jinsi ya mekanizmu ya kuishi na mwanaume kutoka kwa baba yake mzazi. Hiyo halina ubishi. Kwa hiyo binti anayekuwa mbali na malezi ya baba yake mzazi, automatically kuna namna anawachukulia wanaume kitofauti kabisa. Huyu atakusumbua. Lakini sababu ya pili ni kwamba mwanamke sasa hivi ni imekuwa kama ni style sasa. Inachukuliwa kwa namna ya tofauti kidogo kwamba unaingia kwenye mahusiano na mwanamke, unamuoa, alafu anadai talaka, anaenda kwao, pengine mali mnagawana, ana enjoy ile life ya kwamba sasa anakuwa uko huru kupiga picha uchi, ya posti mitandaoni, atengeneze brand fulani ya kwake. Ana enjoy ni maisha fulani ambayo wanaifurahia sana dada zetu kwa sasa. Umeshaona? Hizi ni sababu mbili ambazo zinasababisha wanawake hawa wakawa wagumu sana kuishi nao. Kama unaishi naye kwa maana ya long term, una mpango naye kimaisha, atakusumbua. Kama ni kwa kubang out tu wiki mbili, mwezi, sawa, wauni wenyewe wanaita one night stand, siwezi kujaji. Lakini kama ni kwa malengo kimaisha, atakusumbua. Sasa unawezaje kumjua mwanamke huyu kwamba huyu ni broker? Huyu ni mtu ambaye atakuharibu kimaisha kama unataka kufanya naye malengo. Sababu ya kwanza kwenye mambo yale yanayoonekana ni kwamba, moja kabisa, swala la kwanza ni kwamba mwanamke ambaye ana tattoo, yani amejichora matatu mengi, niamini mimi, huyo hakufai. Niamini mimi kabisa. Huyo unaweza kubang naye one night stand, yani hivyo. Unaweza mkakaa mwezi, wiki mbili, lakini eti miaka, I say, kwa sababu tu eti maybe she is good in bed, yani atakusumbua, kiuhalisia atakusumbua. Usiweke matumaini yako kwamba atabadilika, yani atabadilika. Hiyo kitu haipo. Mwanamke ambaye anavuta sigara namba 2. Mwanamke anayevuta sigara automatically ameshavurugwa, yani mambo yake yameshaenda sivyo. Kwa hiyo anaitafsiri mahusiano kama kitu kingine kabisa. Huo ni mradi kwake, sio mahusiano. Wewe ndio unajua kwamba unataka umtengeneze au, kwa sababu sisi wanaume tuko protective kwenye kila kitu. Tuna ile kulinda vitu vyetu. Kwa hiyo mwanamke wako unataka umlinde kwamba ni wako peke yako. Hutaweza kwa mwanamke ambaye anavuta sigara. Umeshaona? Jambo la tatu, mwanamke unakutana naye amejitoboa mavipini masikioni na hereni kama tatu kila mahali. Puani, kitovuni, kwenye ulimi. Hutomuweza. Achana naye. Pata unachokitaka, ondoka, nenda mbali, kwa sababu huyo sio kwa ajili yako. Jambo la tatu ni mwanamke ambaye anakulinganisha na watu. Yaani mbona haupo kama Johnny? Mbona haupo kama Georges? Nishakuambia mbona haupo kama Georges? Yaani hutamweza. Umeshaona? Jaribu kuangalia kwamba, yaani mtu anayekulinganisha ujue kuna vitu kuna kodi hauingii, yani kila akikulodi hivi kuna mahali haufiti. Kwa hiyo hutamweza. Jambo la 4, mmekutana leo, kesho anataka mdate. Haoni aibu kukuambia mkadate, yani haoni kabisa aibu. Anakuja mwenyewe kwa sababu kiuhalisia mwanamke ameumbwa na haiba ya aibu, anakaa aibu fulani hivi. Sasa ukutana mtu anakufungulia kodi, yani kila anakufungulia kodi zote, yani kuwa makini. Hutomuweza. Atakusumbua sana, atakurudisha nyuma, utumia muda wako mwingi kwenye kumridhisha. Utafuta jinsi gani utasolve matatizo yake. She is too big for you. Umwezi, ana shida za kisaikolojia ambazo hutaweza kuzisolve. Mwanamke, amini, dalili nyingine ni ile kwamba unamwangalia tu lifestyle ya mtu sasa.
mitandao sana, yuko exposed sana, vitu kama hivyo, yani ile lifestyle ya mtu. Kuna vitu kabisa unajua. Wewe mkutana na mtu siku ya kwanza, sawa? Anaanza kukwambia mimi si chati, sipendi kuchati. Hakuna mwanamke ambaye hapendi kuchati. Akichatishwa, akimpata wa kumchatisha, anachati vizuri. Changamoto ni kwamba anataka ufanye muamala, yani mumalize mambo, usilete story nyingi. Huyu atakusumbua, humuwezi, kwa kifupi sana. Kwa sababu jambo baya zaidi kuhusu hao watu ni kwamba wale watu ambao waliwapiga yale matukio wale, alafu wakafikia kwenye hiyo hatua wanayachukulia mapenzi hivyo, wanawachukia, lakini niambieni mimi kwamba bado wanaishi mioyoni mwao. Ndio maana bado wana ile kitu ile kwamba fulani yani anaamini nyie wote ni mbwa kwa sababu ya fulani. Huyo fulani the moment ameorder free delivery, niamini mimi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwaepuka hawa watu, waepuke kwa gharama yoyote ile utakavyoweza, kwa sababu sisemi kwamba hawa sio wanawake, ni wanawake. You can have them, you can bang with them, chukua unachokitaka, lakini baada ya kufunga mahesabu brother, jioni ondoka, usikae hapo, usiweke kambi. Sio kwa ajili ya hilo huyo mwanamke wa aina hiyo. Mwanamke wa kufanya nice starehe, ni mwanamke wa hivyo. Na jambo baya zaidi ni kwamba sisi tuna nini aise. Ukutana na mwanamke wa design hiyo ni hatari sana. Dalili ya mwisho ni kwamba mwanamke ambaye ni fundi. Yaani niamini mimi, hiyo ni experience unajua. Sasa experience imetoa wapi? Sitaki kuongea sana hapa, lakini nadhani mmenielewa. Iko hivyo. Mwanamke wa kufanya naye malengo, kuwa makini sana, kwa sababu anaweza akakusaidia ni mawili, either akusaidie kwenda au akurudishe. It's either akusaidie kukua au atakutake down. Kuwa makini sana brother. Until next time, MC Mkali kwenye mic, like, comment na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila ninapo upload.